bwana mmoja ambaye anapatikana katika nchi ya Guinea. Alikuwa ni mchimbaji mdogo wa madini. Unaona bwana. Sasa mchimbaji huyu akawa alikuwa anachimba dhahabu, lakini katika hali ya shinikizo. Unaweza kawa unaona kuna mwanajeshi au polisi fulani au mtu ambaye ana silaha ameshikia silaha, na ukimwangalia ni mtu ambaye ana mashaka na wasiwasi sana, lakini ana hali ngumu kimsingi. Sasa mgodi huu ni mdogo, unapatikana katika nchi ya Guinea, Sierra Leone. Bana mchimbaji huyu akapata dhahabu kweli wakati wanachimba pale, lakini yule nyampara, tumuita jina hilo, akawa amemstukia baada ya yule mchimbaji kwenda kuificha ile dhahabu. Alipoipata akikimbia kwenda kuificha, yule nyampara akamstukia, akamfuata, akamlima shaba, akapiga risasi. Unaweza kaona hivyo. Baadaye yule nyampara akasafiri mpaka South Africa, Johannesburg. Unaona? Jaribu kuelekeza dunia hivyo na mali inavyoweza kusafiri kwa laana. Mali inaweza kuleta shinikizo la kusafiri, kuisafirisha. Yaani yenyewe inaweza kusafiri bila yenyewe kulipa nauli, lakini mali inasafiri kwa nguvu ya shinikizo la hitaji la pesa. Unaona? Ile nyampara bwana akasafiri mpaka Johannesburg, South Africa. Kufika pale akamkuta broker, dalali. Yule dalali bwana akamwambia, una mali safi sana bwana. Mali safi sana. Hii wewe umewezaje kupata mali kama hii? Akamwambia hizo habari achana nazo, wewe unachojali ni pesa. Basi kamata basi hata watoto wa kike hapa, simoni na warembo kibao hapa nini. Rudika kwanza, tulikuwa tunasubiri mambo ya utaratibu wa keshi pesa zako. Akamwambia bwana, nyampara akamwambia, wewe mimi sihitaji hizo mambo. Mimi nataka pesa tu. Mambo haya achana nayo. Yule broker akaamuru walinzi wake wakampiga shaba yule nyampara, yule nyampara kafa. Umeona? Aliua kwa ajili ya dhahabu, na yeye sasa amekula shaba bila pesa, bila nini. Amesafiri, ameacha shughuli zake, amesafirisha dhahabu ile, amefika mlima shaba. Haya, tukatoka Johannesburg, South Africa, tukaenda New York, Marekani. Yule broker mzungu alipomuua yule nyampara, akachukua dhahabu yake, ameshazihalalisha mali, akaondoka bwana, kaenda New York, Marekani. Unaona? Fika pale, kadiri na issue zake nini, akamkuta naye broker tena. Broker ni dalali. Lakini madalali wakubwa, sio sisi hao kutafuta vyumba. Unaona? Akamkuta New York pale, akamkuta dalali mmoja, broker mkubwa. Naye akampokea pale kwa bashasha na nini. Mwisho wa siku naye akamlima shaba yule mzungu. Ile tena yule dalali alikuwa ni yule broker alikuwa ni Afrika. Kwa hiyo akamlima shaba. Haya. Kutoka New York Marekani mpaka Nigeria, dhahabu inasafiri mpaka Nigeria tena. Unaona hapo yubisha watu kwa nguvu ya pesa. Haya. Yule nigari akachukua dhahabu ile ameshajihalalisha, akaisafirisha mpaka Nigeria, Afrika tena. Kwa hiyo unaona bana. Haya, imetoka Guinea, imeenda Johannesburg, South Africa, imesafiri imekwenda United States of America, New York, imerudi tena dhahabu ile imerudi Afrika tena, Nigeria, Lagos. Haya. Yule bwana akasema, bwana mimi hii dhahabu imeua watu wengi sana. Kuna chain ya watu wengi sana wameshakufa kwenye hii dhahabu. Kwa mimi ninachotaka, sitaki mambo kama hayo tufike huko. Mimi ninachotaka pesa tu. Thaminisha, hapa ni dola 100, dola milioni 100, nipatie nikupe dhahabu. Mimi nilime kivyangu na wewe usepe kivyako. Nimetumia gharama kubwa sana kukufuata. Kule Marekani kuna watu wengi sana wanaweza kununua hii, lakini mimi nilisema haya yote no. Unaona bwana? Haya. Imevuka majiji mangapi? Sierra, Guinea, Johannesburg, South Africa,
New York Marekani, Nigeria Lagos. Unaona? Haya, wakawa wanazungumza pale na nini. Basi to be honest, yule alikuwa ni mrembo anaitwa Angela. Ile Angela bwana, huku na huku wakakaa na yule niga pale Lagos, Nigeria. Wamekaa na negotiate pale na nini. Angela alikuwa ameshikilia kinywaji. Lakini pia alikuwa amemwekea ile mniga kinywaji pale mezani pia. Kustuka huku na huku, yule mniga baada ya kutoa kile kinywaji, akasema wewe, hii michezo naifahamu hii. Wewe chukua hii kunywa, mimi nipatie hiyo ya kwako. Kwa hiyo akawa anakwepa, lakini ujanja bado anaye. Akapewa ile bwana ambayo anadhani ni safe. Ilipopewa, ilipokunywa tu kidogo, sekunde zikupita naye chini. Kwa hiyo dhahabu limepitisha mpaka hapa karibu watu 4. Unaona? Gine yule mchimbaji mwenyewe mdogo amekula shaba na Nyampara naye akala shaba. Bloka mzungu naye akala shaba pale South Africa, Johannesburg. Akaenda na huyu New York tena naye akala shaba. Nigeria, Angela naye akamuua huyu mniga tena aliyetoka Marekani, New York. Haya, umeona cheli hivyo. Kwa hiyo unaona watu wanakuwa watumwa, maslave wa kusafirisha kitu kwa nguvu ya pesa, lakini wao wenyewe hawako salama pia. Unaweza unaona shetani anavyoua watu kwa shinikizo la pesa na tamaa. Umesikia tamaa mbele mauti nyuma. Tunao waimbaji wameimba tamaa ni mbaya. Haya. Baada ya Angela kuumua bwana yule mniga kutoka Marekani, akawapa watu wake ile dhahabu. Kuna watu wawili walisafirisha ile dhahabu. Kabla hawajapatia na hao watu wake wenyewe wamchukua Angela nao wakamuua. Unaona bwana? Kwa Angela naye akauawa na watumishi wake tu pale Lagos. Akauawa na watumishi wake ambao ni wawili vijana. Sasa ina maana hiyo dhahabu imeendelea kuua. Kwanza yenyewe haijui, lakini niambie hiyo kazi nani anaifanya? Kwa hiyo unaweza kaelewa unatawaliwa kwa tamaa. Driving force zako zinakutawala, zikikutawala zinakuendesha kwa shinikizo, na kwamba hauoni mtu yeyote anayekuamuru fanya hivi, ni wewe mwenyewe kwa tamaa ya pesa. Sasa trade ni hivi kwamba vipi vyote tunavikuta. Tulikuja tuna kitu tumevikuta vyote. There's no need kuumiza mwenzako kwa ajili ya vitu vinavyopita. As long as you are a human being, you will die and forever. Na habari yako kama utafia kwenye dhambi, hii habari yako itaishia hapo hapo. Kwa hivyo dhahabu yenyewe inasafiri, wala haijui, haijakata visa, haijaombwa passport, iko tu kwenye begi, na inawezekana unatumia nguvu nyingi kuificha. Wengine wanameza na kumeza, umeelewa vizuri. Wengine wanafanya surgery za tumbo, unaona. Wengine wanaweka kwenye matunda na vitu kama hivi. Mbinu zozote zinazotumia, lakini it kills. It kills. Na imeua watu wengi kwenye ile chain, na ni chain ni kubwa, na wale wote hakuna mnufaika hata mmoja aliyenufaika ile dhahabu. Inawezekana walikuwa na watoto, walikuwa na ndugu, jamaa na marafiki, lakini they are dead. Baya zaidi, wanafia kwenye dhambi, maana aliyechimba sio yule anayeuza, aliyeuza sio yule anayeuza, na aliyeuza sio yule anayeuza. Sasa mlaji wa mwisho, last consumer hiyo dhahabu ni nani? Tunaweza kuconfirm kwamba pia na yeye ni the next dead organism. Kwa hiyo tuangalie sana hizi driving force ambazo zinaweza katika maisha kutupatia msukumo wa kufanya vitu ambavyo vimekaa katika uwanja wa tamaa. Driving force, it kills kama huwezi kutumia akili na kuendekeza mihemko.
driving force inaua. Hakuna mtu yote ambaye hana driving force kwenye haya maisha. Kuna driving force ya kodi, mapango ya nyumba, kuna driving force ya biashara, kuna driving force ya wanawake, mke, watoto wapate mahitaji, kuna driving force ya bills za maji, bills za umeme na kadhalika, kuna driving force ya school fees, kuna driving force ya addiction. Unakuwa addicted na dhambi ya labda mapombe, sigara, madawa ya kulevya na kadhalika. Zote ni driving force, na hao ndio miungu. Kama unatafuta kimungu kidogo kilichojiumbia, ni driving force. Kwa hiyo put God first, halafu mambo mengine next. Kwa hiyo usikae katika driving force ambayo inakudrive. Ni kweli tunapata misukumo mikubwa, tuna watu tunawapenda, tunapambana kuwahudumia wakae wakisurvive na nini, lakini all in all, katika nguvu ya kwako mwenyewe, you can't win bro. You can't make it. Unaelewa plus, huwezi kufanya kitu kwa kutegemea nguvu zako mwenyewe. You need to put God first, and the next level utafika mahali popote unapotaka. Asante kwa kunisikiza kwa muda mfupi. Nimepata nafasi hii, nimeona nishare na hii kitu kwa kutumia angalau hicho kikapu ambacho nimekiweka. Kwa hiyo tujifunze kwa matokeo. Asante sana. Thank you.